mpaka usiku. Kama tutasema tuipeleke hadhara mpaka saa 5, saa 6, sawa, lakini tutawachosha zaidi watoto na kina mama, haswa kina mama, sababu wao ndio wachungaji wa watoto, na hawezi akenda lala kama mtoto hayupo karibu. Tuwaonee huruma na Mungu atawalipa kwa kazi yao. Hadhara yetu ni kweli aweza akazungumza shekhe, lakini meza imejaa. Nashukuru meza imejaa, ina watu ambao wamependelea na wao kuja tuwe pamoja nao. Mimi nimezoeleka, mimi najulikana, japokuwa wao watakuwa hawaridhii, lakini mimi najulikana bwana, msemaji sana. Kwa hiyo mimi ningependelea tuwape nafasi ili tusikize watakayotuletea na watakaokuwa nayo, tumalizie hadhara yetu katika hali iliyokuwa njema. Na kwanza kabisa ningeomba kaka yangu Muislamu wa pekee kule Kipumbwi, sababu wale watu wa Kipumbwi wajua makafiri wengi. Sasa mtu ambaye yeye kafanya kazi na bado afanya kazi, basi ni kumwombea Mungu amhitimishe na kazi. Ningeomba japokuwa yeye asitueleze habari za samaki, lakini atueleze habari kwa kule dagaa tu. Watu wote sasa hivi wakimbilia pesa, ni mali tu, hawana lile wana lile. Naomba hebu simama kaka uzungumze na watu. Huyo ni mwalimu, kwa hiyo sina wasiwasi naye, ajua namna gani ya kuamkiana na watu, na hapa ni kwao na hapa ni kwake, lakini ila atoka Kipumbwi. Karibu sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Waislamu, hasa mashehe wangu waliokuja hapa, vijana wangu, kina mama na watoto, heshima niliyopewa hii hapa ni kubwa sana, hainistahili hata kidogo, lakini mimi ndio mfalme wa hadhara hii. Siliambiwa ndio kafiri mkubwa, sasa mimi ndio mwenye heshima katika hadhara hii na ndiye mfalme wa hadhara hii. Aswaliwe bwana Mtume. Bila ya mtu wa Kipumbwi hadhara hii haiendi. Sasa tumekuja, na sikuja peke yangu, tumekuja Kipumbwi hapa, wa Kibuyu nao wenzangu hapa, Sakura nao hapa, kwa ajili ya hadhara hii. Inshallah Mwenyezi Mungu atuwezeshe tupate fadhila za hadhara hii. Ndugu Waislamu, mimi nataka kuzungumzia kitu kinaitwa athari. Athari, Waingereza wanasema impact. Kuna athari zilizochanya na kuna athari zilizo hasi. Sasa athari za hadhara kama hizi zina mambo makubwa sana, lakini huko sitaki niongelee sana. Nataka niongelee swala la kuelimisha watoto. Swala la kuelimisha watoto. Wakati tunapata uhuru, kulikuwa na slogan inasema maadui wa taifa hili ni watatu: kuna maradhi, kuna ujinga na nini, na umaskini. Sasa katika vitu vyote hapo, kilicho kikubwa katika hicho ni ujinga.
Maana ujinga ndio unaleta maradhi, ujinga ndio unaleta nini? Maskini. Sasa bila ya kumwelimisha mtoto mambo yote haya, na sasa hivi wengine wameongeza, kuna maradhi ya uchawa, kuna machawa nasikia, na kuna maradhi ya ufisadi, kuna maradhi ya dhulma, hasada. Sasa haya yote ni maradhi, lakini hayawezi kuondoka kama hatukuwapa watoto wetu ilmu. Na sio watoto tu, hata sisi watu wazima pia tusome ili kuondokana na haya. Hadhara kama hizi kwenye miaka ya 60 zilikuwa zinafanyika katika miji yote, tena kwa kiwango kikubwa sana. Kukifanyika hadhara kama hii Mkwaja, basi watu wote watakwenda Mkwaja kwenda kuhudhuria kwa wenzao. Ikifanyika Kipumbi, basi wanakuja. Sisi makafiri, tuna makafiri wenzetu wa Bweni wanakuja. Ikafanyika Ushongo, basi ndugu zetu wa Ushongo tunawahami, tunakwenda. Hali kadhalika na Bweni na Pangani. Hadhara zilikuwa zinafana wala hazina kiasi. Lakini sasa tujiulize, hapa leo kuna madrasa ya Madina hii hapa. Sasa tujiulize, watu wa Mwera ni wangapi waliopo katika madrasa hii hapa? Ni wangapi? Vijana wangapi wameletwa kwa ajili ya kupata ilmu hapa? Na kama watakuwepo hapa vijana, basi watatoka mmoja mmoja waende kavue madagaa kwa Ushongo na wapi na nini, watabaki wale wageni watupu waliokuja hapa kwenda kusoma. Hivi ndivyo tulivyo watu wa Pangani, na hasa nyinyi watu wa Mwera. Na mkawatazama hapa watu wa Mwera wako majumbani, hadhara yao iko hapa. Wamekuja hapa watu wa Kipumbi, watu wa Sakura, watu wa Bweni, watu wa Mobo wamekuja hapa, watu wa Tanga wamekuja hapa. Ninyi mmelala majumbani mwenu makoroma saa hizi, sijui maota nini. Haya ni madhara makubwa sana tulionayo sisi. Sasa lazima madhara haya tuepukane nayo. Wilaya ya Pangani ilikuwa ndio kiini cha elimu. Kwenye miaka ya 60 kulikuwa na watu wanaitwa Salim Badamuni. Sheikh Ahmed bin Juma aliwahi kufundisha katika wilaya ya Pangani, au sio jamaa? Hakupata wanafunzi na hakuna aliyepata elimu kwa Sheikh Ahmed bin Juma, tena na elimu yake wakapata watu wengine huko. Mara baada ya kuhitimu Sheikh Ahmed bin Juma, wilaya ya kwanza, mji wa kwanza kuja ilikuwa ni Pangani. Hakuna mtu aliyesoma aliyepata kwa Ahmed bin Juma. Lakini walipoendelea tena kina Sheikh Zuberi bin Minjuma, wakaendelea kutoa ilmu. Huyo athari za elimu zilionekana. Mimi nilikwenda sehemu za Mombo huko, nikakuta watu wamepata ilmu kwa Sheikh Zuberi bin Minjuma, msalieni Mtume. Na haya yaliyopo hapa katika hadhara hii ndiyo matunda ya Sheikh Zuberi bin Minjuma. Nilikuwa nafanya utafiti wa madrasa zilizoko katika wilaya hii, kwa sababu mimi ni mtaalamu wa elimu. Kuna madrasa za Mawa zipatazo 11 katika wilaya hii. Mojawapo ni huyu bwana hapa. Kuna wanafunzi zaidi ya 1000 wamo katika madrasa za Mawa. Mawa iko wapi? Mawa iko Tanga. Sisi mbona hatuna matawi katika wilaya hii? Sasa haya mambo lazima yatazamwe sana. Sasa tumo katika pirika
za kuhangaika katika kuona kwamba tunaeneza elimu katika vijiji vyote. Tuache fitna zetu sisi watu wa Pangani, tuachane na hasada. Kwa nini fulani? Kwa nini fulani? Wewe je, ulikuwa wapi wakati huu? Ulikuwa wapi? Watu kunyang'anyana misikiti tu. Huu msikiti wa kwangu kaujenga Babio. Hata kama kaujenga Babio, lakini ni msikiti wa nini? Mwenyezi Mungu. Yule mwenye elimu ndiye atakayekaa pale kwa ajili ya kuendeleza wenzake, lakini kunyang'anyana misikiti kwa ajili ya kutafuta pesa vidogo vidogo tu vya hapa na pale. Kwa hiyo ningeomba kwa hisani zenu, kama watu hapa, watu wa Mwera wapo, watu wa Ushongo wapo hapa, watu wa Bweni wapo hapo, wa Kipumbwi wapo hapa, kama Mkwaja ipo hapa, lazima tubadilike. Lazima tufanye nini? Na nyinyi watoto, angalieni sana, hakuna kitu bora kwa mwanadamu kama elimu. Mimi na miaka 76 lakini na degree zaidi ya 3 hapa ndivyo kwenye kichwa changu. Msinione hivi nikasema hapa na ukanzu wangu huu hapa, bwana mmoja aniita kafiri, lakini kichwani mna kitu. Shekhe, nakushukuru sana kwa yote. Inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia, nikifanya maulidi kama haya nitakuita. Hasa kikosi hiki ninakipenda sana. Inshallah Mwenyezi Mungu atawafunza. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Nabaki tunafaidika. Mambo hiyo mwipi bwana? Iko wapi bwana? Hiyo shingoni kwako. Iko. Si ndio katika haya shamba ni mimi hata. Tumemwelewa sababu ndizaanza kuzungumzia kwamba ni Muislamu. Kwa hiyo amezungumzia yale yanayomkera, na nimeshasema kwamba yeye ni mtu wa elimu. Kwa vile ni mtu wa elimu, basi amekerwa na haya. Mimi huyu ni kakaangu na classmate yangu, nimesoma naye shule moja, akiwa yeye ni mkubwa wangu, yuko mbele, mimi niko nyuma, shule yetu moja. Kwa wakati huo yeye ni darasa la 4, mimi darasa la 2. Hiyo miaka 60. Tuko primary school. Tukaondoka kuja middle school, mimi nikaishia hapa Mwera. Yeye akaenda mbele zaidi. Tukaachana njiani, mimi nikaenda kutafuta upande mwingine, yeye akaenda kuchukua madigrii. Yeye ana ya kwake, ya upande wake, na mimi na degree zangu mwana sharia. Aswaliwe bwana mtume. Sija hapa akawaambia kwamba ana madigrii, kwamba labda watu wa Bweni hawana degree. Mimi ni mwana sharia, tena nimejulikana. Baada ya kusoma huko na kupata degree ya pili, nimekuja chuo hiki cha Dar es Salaam, ikathibitishwa kwamba huyu amesoma. Hata sio nataka ama anazo na mimi ninazo, tutachuana hapa. Wallahi ningependa kumsimamisha shekhe wetu kutoka Bwiko, Sheikh Muhammad Bakari, ambaye tunaye na mara kwa mara anahudhuria katika hadhara hizi. Basi azungumze na Waislamu, amkiane na Waislamu, angalau iwe tumepata faida ya yeye, na wao ndio waliotia Fatiha katika uwanja huu. Ulipotaka kujengwa uwanja huu ni mwaka juzi mwezi wa 10, walikuja wao kutia Fatiha hapa. Angalia distance iliyopo kutoka mwezi wa 10 mwaka juzi mpaka mwaka jana mpaka leo, madrasa ishasimama na kila kitu kipo. Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Basi aje angalau amkiane na Waislamu. Karibu Sheikh.